Zingatia mambo yafuatayo kabla hujaanza biashara ya Airbnb. Ni muhimu sana. Cha kwanza, hakikisha umesikiliza ile video. Nimefundisha njia 7 ambazo unaweza kuzitumia kuingiza pesa kupitia Airbnb kwa kompyuta yako tu au simu yako. Okay. Sasa kuna mambo yafuatayo 7 hupaswi kuyafanya ukishaanza hii biashara kwenye Airbnb. Namba 1, huruhusiwi kutoa taarifa za uongo. Unajua kwenye Airbnb kama una nyumba yako unataka kuikodisha au una chumba, unaweza ndio karuhusiwa kuipakia kule, lakini hakikisha kuna picha wanaomba, hakikisha zile picha ni halisi. Usiende kudownload Google afu kaweka kule. Watakufungia. Kwa sababu mgeni akija ana sehemu ya kucomment, anaweza akarate, akalalamika, akasema aisee, picha ambazo aliweka na nilipofika ni maeneo mawili tofauti, wala hapafanani. Sijui umenielewa mtoto wa Mungu. So akishaandika comments kama hizo, maana yake unakuwa umemfukuza. Namba 2, kutozingatia usafi. Wageni wanaweza wakaja kwenye hiyo nyumba ambao unaweza ukawa hata co-host, yani wewe ni hivi, ukaenda kuongea na mwenye nyumba, ukawa unampelekea wateja, anakulipa percent ya ile faida anayoingiza. Remember, wateja wote maana yake wewe utakuwa unawapata huku. Hawezi kukudhulumu, okay? Kwa sababu malipo yote lazima yafanyike kwenye Airbnb. Sasa wakishalipa maana yake kuna percent unachukua na yeye anachukua. Sasa kama huyo mwenye nyumba, sawa, akafeli kwenye watu alioweka kwa ajili ya usafi, maana yake ni nini? Inaweza kapelekea wale wageni wakaripoti Airbnb kwamba hii nyumba ni chafu. Then what next? Maana yake wanakufungia. Hiyo ni kitu cha msingi lazima uelewe. Namba 3, sawa, kutotoa huduma ulizoahidi. Kwa sababu kuna muda utasema labda kuna wifi, kuna free wifi, kuna maji, kuna usalama, kuna ulinzi. Okay? Alafu wanafika pale wifi haipo, router, sijui nini, kila kitu hakipo. At the end of the day maji hakuna. Okay? At the end of the day kinachotokea ni nini? Lazima watatoa hiyo taarifa tena Airbnb. So utakuta umefanyaje pia? Umezuiliwa. Sawa. Namba 4 ni kukodisha nyumba bila kibali au ruhusa ya mwenye jengo. Yani wewe ndugu yangu unafika tu mahali unaona wanafanya biashara, unafanya njia zako, labda unapata zile picha za mle ndani, huna ruhusa na mwenye jengo, hujaongea naye. Lazima ukae uongee na mwenye jengo. Usipeleke tu wateja kwa kuibaiba hizo picha umezipata. Kwa sababu ukishapata picha, my friend, ni very easy kuweza kupeleka wateja. Lakini sasa kama mwenye hilo jengo hakutambui, ni very easy kwanza kupigwa stop. Okay? So lazima ujue pia kuongea hao wenye nyumba, ukae nao vizuri. Alafu kama if you are in Zanzibar, you are in Arusha, upo Moshi, you are in Dar es Salaam, hii kitu ni very easy. Vijana hawajaamua tu kuwa serious. Okay? Yani kama unaka Kiingereza ka form 2 tu yes no. I see. Mimi nimetembea kwa muda mfupi, those guys nimeona. Kuna kipindi nimepita Stone Town. Nimeenda kule nikawa nafanya research, nikagundua most guys ambao wapo kule hawajui hata Kiingereza. Wanaongea tu yes. Yani mzungu anajiongeza mwenyewe. Na you will meet them, utawakuta wengi sana huko hapo. Sijui kama unanielewa. So hakikisha unapokodisha nyumba kule Airbnb unaweka picha na nini, kama sio ya kwako uwe na kibali cha mwenye jengo. Yani kwa maana nyingine umekaa umeongea naye, mmekubaliana, mwe na makubaliano. Sijui umenielewa mpaka hapo. Okay. Lakini namba 5, usipandishe bei isiyoeleweka. Au kaanza kutoza tu ada tu chini. Mtu kafika pale unaanza kuongezea twingine gharama. Unakuta umeweka gharama kubwa lakini akifika pale haiendani ile eneo. Ni muhimu sana. Namba 6, kutojibu wageni kwa haraka. Hasa kabla ya booking. Ni muhimu sana. Sijui umenielewa mtoto wa Mungu. Okay? Kutokujibu wageni kwa haraka. Kutokujibu wageni kwa nini? Kwa haraka. Natumia email, unakaa, unachelewa. Na wengi sasa ambao wana hostels, ambao wananisikia,
hata sasa hivi. Moja ya changamoto ni kupata kijana au mtu ambaye atakaa reservation pale au atakaa kwenye hii department ya kusimamia haya masuala ya kujibu email na etc. ambaye yuko very punctual. Wengi ni wazito. You see. So ukiwa ni mjanja ukapata hiyo nafasi, I'm telling you. Kuna kijana nilikuwa naona alikuwa analipwa 400,000. Na hamna anachofanya. Yes, hela ya chini sana ni 400,000. Yes, kuna kijana mmoja alikuwa anafanya hiyo. Wala kwa sababu kwanza ana off za kutosha. Sometime anachukua kwenye begi laptop anafanyia nyumbani huko. You see, kwa sababu yeye kazi yake ni kuhakikisha wateja wanafika. You see. So ni kazi ambayo, na by the way sio muda wote umekaa kwenye kompyuta. Unaweza kuwa unafanya mambo yako mengine kwenye kompyuta. Uko very busy na vitu vingine. At the same time umeset tu kwenye email pale. Tap ikisoma umejibu. You see. So lazima ujue hicho. Kutokujibu wageni kwa haraka inaweza ikawa kizuizi, kwa sababu wataanza kuripoti, wataanza kukurate, wataanza kuona kama this guy is not serious. Namba 7, kuvunja sheria za Airbnb. Kuna sheria za Airbnb nitakufundisha. Kwa mfano, kuomba malipo nje ya mfumo wa Airbnb. Yaani mtu anakuja ameshalipa, kwa sababu kwenye Airbnb unalipa kila kitu. Kule wewe unafika tena unaanza kumuomba mtu hela nyingine. Unajua you have to pay this and this and this and this. Wifi is not free. Kule umeandika wifi ni bure, anakuja unamwambia wifi is not free, pay. Mala maji, lipia maji. You see. Sasa hapo unakuwa unapishana na huo taratibu. Sasa ni mambo ya kuzingatia kama unataka kuanzisha biashara ya, nitatumia neno biashara ya Airbnb tu kwa sababu imezoeleka hivyo. Okay? Ni jambo la msingi hilo. So hayo ni mambo 7 ambayo lazima uzingatie kabla uyajue, kabla hujaanza biashara ya Airbnb. So hakikisha unazijua pia sheria zao, hakikisha unakuwa mkweli, mwaminifu, usifanye kijanja janja. Kama huna nyumba, hakikisha unaongea na mwenye nyumba. Okay, picha zile hakikisha unatafuta mtu anayepiga picha vizuri, na usitengeneze picha tu. Okay, usije kaleta matatizo. Lakini kitu kingine ni kukumbusha kuwa makini na location. Kwa sababu kuna sometimes mtu atatafuta hostels za Zanzibar, Stone Town. Alafu wewe wanakuja kwa hostel yako inasoma kule Airbnb ipo sijui wapi huko ndani Paje huko. You see? So inakuwa kidogo ina shida. So ni very important. Nimekupa hizi tips kwa faida kabisa. Kama unahitaji kuingia darasani pia karibu. Unaweza kupiga 0754958520 kwa msaada zaidi. Nikutakie siku njema.